lazima kama wanasiasa wajitathmini, lakini sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawakaribisha. Hilo la kwanza. Lakini jingine, kwa nini wanakuja CCM wengi? Kwa sababu chama cha Chadema, chama cha ACT Wazalendo, baada wao kujikita watawafanyia nini Watanzania wakipata serikali, walikula mangangana na no reform no election. Watu wanataka kusikia sera, huku ACT Wazalendo wasazunguka zaidi ya mara 7. Wanasema bandika bandua hii sasa hivi ya mara 4. Ukisikiliza mikutano yao yote, huwezi kusikia wanasema tutajenga barabara, tutajenga shule, tutajenga hospitali, tutaimarisha miundombinu mengine, tutaimarisha hali za wananchi. Wao muungano, wao Maalim Seif, wao Hussein Mwinyi siku wao. Niliwahi kusema na nasema tena, kutumia jina la Maalim Seif kama sera ya ACT ni kufilisika. Wewe kama unasema magorofa si maendeleo, wewe kama unasema barabara sio maendeleo, wewe unasema kama hospitali, masoko sio maendeleo, yani maana yake ni nini? Useme basi wewe maendeleo ni nini? Leo ukisema viwanja vya kisasa na jenga Dr. Hussein na michezo si maendeleo, sema wewe utapata nini? Na nyoa waandishi shahidi, sikilizeni mikutano yote ya ACT. Huwezi kusema kwamba kama flyover na ujenga Dr. Mwinyi si ya maendeleo, sisi tukija tutajenga flyover 2, 3, 4 wapi? Hakuna. Huku ni kufilisika. Na ndio maana nikasema hawa hawana ajenda, wamwache mzee wetu Maalim Seif apumzike. Sasa hivi mambo ya siasa kule yeye hayajui. Yeye sasa hivi kwa mbele ya Mola yake, amali yake ndio itakomfaa. Kwa maana kutumia jina la Maalim Seif kila pahala, watu wanataka kusikia mtafanya nini? Kama mnasema Hussein Mwinyi haya anayofanya sio maendeleo. Labda ndugu waandishi, mimi nikwambieni, mimi nimetembea kidogo nchi fulani. Nilikuwa kamishna wa utalii. Wenzetu duniani kote, ukisema maendeleo unajumuisha kwanza infrastructures, miundombinu. Ukisema maendeleo unazungumza construction, ujenzi wa miji. Ukisema maendeleo unazungumza masuala ya uwekezaji. Ukisema maendeleo unazungumza aina mbalimbali ya mifumo ya hali wananchi. Na ndio maana Dr. Hussein alijua kwamba ili Zanzibar ipate maendeleo, ili uchumi wa Zanzibar ukue, lazima kwanza tushughulikie infrastructures. Na ndio maana tumeanza kujenga barabara mbalimbali za mijini na vijijini. Leo Zanzibar imekuwa ndogo inafikika. Leo mvuvu wa Nungwi, mvuvu wa Kizimkazi, mvuvu wa Chwaka Marumbi anavua samaki wake dakika 5 tukishafika mjini kwenye soko. Huo ndo uchumi. Lakini Dr. Mwinyi akasema duniani kote vijana wote wanakimbilia kwenye mji. Leo hao wanaosema wanasafiri, itizame Dubai ya miaka 30 nyuma na leo wamejenga mji wao. Maana kukiwa na mji mzuri, watu wanavutika kuja kutembea. Wakija kutembea wanakuja kama watalii, unaongeza income. Na ndio maana Dr. Mwinyi akasema sisi sasa hivi tunakuja na sera ya kujenga majengo ya kisasa. Tutajenga nyumba zaidi ya 1000 pale Chumbuni, tutajenga nyumba zaidi ya 500 Kisakasaka, tutajenga nyumba zaidi ya 3000 kule Fumba, tutajenga nyumba zaidi ya 2000 kule Mfukiwa na Furaha Pemba, tutajenga mji wa Kwani. Sasa tunauendeleza, tunatoka juu tunateremka paka Kariakoo chini. Tunajenga mji wa Kilimani na tunabadilisha mji wa Kikwajuni uwe na skyscraper. Ndio mji unavutia, una barabara nzuri, una majengo mazuri. Leo naruka nashuka airport una vibanda vitupu vya makuti. Wao sema si maendeleo. Tutaendelea kujenga miundombinu mizuri ya barabara, miundombinu ya nyumba bora za kisasa, ili Wazanzibari kama sera ya Mzee Karume muasisi wa taifa letu kujenga nyumba bora kwa wananchi wake. Ndio Dr. Mwinyi anakwenda nayo hiyo. Lakini pia wao huwasikii kusema maendeleo. Wao kazi yao kutukana muungano basi. Hivyo Wazanzibari watakula maneno hayo. Tunataka kusikia kama Dr. Hussein anajenga viwanja vya kisasa. Leo kwa mfano umesikia wewe
mpaka CAF wanabadilisha uwanja wa Amani sasa hivi uko katika standard ya CAF na FIFA. Leo mechi za kimataifa zinaletwa Amani. Dr. Mwinyi asingejenga uwanja ule kuboresha, angeliuacha kama alivyojenga Mzee Karume. Leo mechi hizo za kimataifa tungezipata wapi leo? Wanapokuja watu kutoka nje, timu za kimataifa na mashabiki, tunapata revenue, hoteli zinajaa, matumizi yanaongezeka. Kwa maana hiyo hawa jamaa watu wao wenye akili wameona, kila wakiwasikiliza wanaona hawana hoja za msingi za kuleta maendeleo, wao matusi, lakini wanayaona mambo yanayofanywa na Dr. Mwinyi, wanayaona mambo yanayofanywa na Dr. Samia. Leo Chadema anapiga kelele, angalia SGR, angalia hydropower Mwalimu Nyerere, angalia daraja kule la Kigoma Busisi. Nchi nzima ya Tanzania imeunganishwa na miundombinu ya barabara. Leo Tanzania imekuwa kwenye uwekezaji katika Afrika Mashariki na Kati. Tanzania peke yake ndio inaongoza kwa kuonesha wawekezaji wengi wanataka kuwekeza Tanzania. Na sasa hivi sera yetu, juzi umesikia jana Mheshimiwa Rais amezindua, tumeiboresha. Sasa hivi diplomasia yetu ya biashara, uchumi na uwekezaji. Kwa maana hiyo tushafungua Tanga, tumemaliza bandari ya Tanga. Sasa hivi Tanga umekuwa mji wa viwanda, na hapa Zanzibar Dunga umekuwa mji wa viwanda. Hayo ndio maendeleo watu wanataka kuyasikia. Wamebaki porojo, wamebaki kumtukana Rais Samia, wamebaki kumtukana Rais Mwinyi, lakini focus ya viongozi wao wamejikita kuibadilisha Zanzibar na kuibadilisha Tanzania. Na ndio maana sasa tunaelekea kwenye nchi yenye kipato cha uchumi wa juu wakati kutoka nchi uchumi wa chini. Kwa maana hiyo watu wanavutika kutokana na kazi nzuri zinazofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kazi nzuri zinafanywa na Dr. Mwinyi. Tunataka kusikia kutoka kwao wataifanyia nini Tanzania. Tunataka kusikia kwao kutoka ACT Zanzibar wataifanya nini. Si kulalamika tu na kutaja historia zilizopita. Zanzibar hasibu wageni wa magorofa. Zanzibar kulikuwa na magorofa. Huku ngambo kote kulikuwa kuna nyumba za maana. Nyumba zimejengwa mji Mkongo tu zilizosajiwe. Wewe unataka kuona mji wako kama unakuwa mji wa Brunei ama Dubai ama kuona Singapore. Singapore kuna mabanda kama haya. Osman Masoud anatoa miji, kuna Singapore ama kuna Mauritius. Akaitazama miundombinu ya Mauritius. Ndio hivi. Mauritius wana madaraja mazuri, wana majengo ya skyscraper. Sasa yeye baada ya kumpongeza Rais Mwinyi anasema majengo, barabara, madaraja, skuli za kisasa sio maendeleo. Watu wamewakataa, Wazanzibari wananchi wamewakataa, na ndio maana hawana agenda watakao kuja nayo kwenye uchaguzi. Kilichobakia sasa ni matusi, na sisi tunapata faraja kwamba wananchi wawasikia kwamba hawana kitu wanachokuja nacho kwa maslahi ya wao. Leo Rais Mwinyi kapandisha mishahara watumishi wote wa serikali, kapandisha pensheni sote, kapandisha pensheni jamii. Leo kistaafu within 2 weeks, ufike hata mwezi unapata kinua chako mgongo, unapata pensheni yako. Zamani wazee wetu wamestaafu paka wamekufa walikuwa hakupata hivyo, wanasafa. Sasa unataka maendeleo gani we? Unataka kitu gani? Leo Maisara pale, sisi zamani tunacheza tunaenda mazoezi, palikuwa kuna mapira ya gari tu, watu wanafundishana gari pale. Uwanja KMKM ule ulikuwa mchanga mtupu. Uwanja wa jeshi wa Chupukizi yote ilikuwa mchanga mitupu. Leo angalia hali ile. Unakwenda hata mtu akikwambia hapa ndiko Zanzibar uamini. Leo miundombinu wa viwanja vya michezo inaifanya timu yote duniani kuja kuweka kambi Zanzibar na kutumia viwanja bora ambao ndani ya miaka 4 tu Dr. Mwinyi amevimarisha. Kwa maana watu kutoka makundi na wataendelea kutoka kwa sababu wanaona kazi nzuri inayofanywa na Rais Mwinyi. Wanaona kazi nzuri inayofanywa na Rais Samia katika kuiboresha na kuijenga Tanzania na Zanzibar kwa ujumla.